Nemwemereire. Ona ciathira kara. Ona twarumo. Ona twahurwo. Ona twetotogege. Ona watu katume thirikari. Mukeyomereria. Ta mutigae wake. Wangara. Yeri muratiriri. Ada maratida huko maitu hei negenda na huko uguo ri. Ni wira wa wana. Modo anogathi kwimuka. Etuguo. Sisi hapa tuko na naibu wa rais. Na naibu wa rais anasimamia rais hapa. Kwani sisi tumekuja hapa kufanya kazi gani? Sikushuhudia mambo ambayo naibu wa rais atafanya. Kwa kuwa na rais na serikali. Kaneno ito wakawaji kule. Ninyo mamethurire katinywe. Ninyo mumuthurire. Ono mundu uri kama anainywe. Ono weka empowerment goko. Mweka empowerment goko Kiambu kana Ruraya. Eti goko tukoragwo Kiambu wakawajiko. Nĩatũroga magirana wega. Mimi niko na ujumbe mmoja peke yake. Ndera kumuririkania. Mundu daumaga haria kibeti kiri. No mundu uria kiri. Tondu mundu ikara haria kibeti kiri, giathira ugathama. Etiguo. Andu aria makona ukuruguru aria meta no matri. Marithagia nyeki yathira magathi kuria kwina nyeki ingi. Niguo. Ithe no tweherere haria uhoro urituhire. No mweherere inywe. Mundu ni otuanagia maundu ma mbere. Atwirire twajiririe empowerment. Atena aratwira riu bururi ugikaro. Ati riu bururi urikarago. No menye mundu ni wari wa mbere guthura na UDA. Ni muririkanaga? Ni muririkanaga? UDA number, empowerment number. Ati haria gera na ithe tugeka atia? Tukagera hau. Naibu wa rais, hao watu nikiwasikiza nasikiza tu wanasema maneno ya upendo wa serikali na wanataka maendeleo na hakuna maneno mengine wanataka. Kazi kwenye mwanada. Inyo hao ndo homule gaire. Kai wangu ya murathime. Ndamuhoera atirire inywe. Tondu muri andu a biashara. Kai wangu ya murathime. Momagara mwacoka mwikanya mu mondo. Ndamuhoera atirire. Mwahanda ukaura. Mwaneka natimiratina, mwaneka bebe, abozo ukara. Twe hamwe. Ndamuhoera atiriri. Mwendo atumia mwendo ni athuri anyu. Athuri muheo gitio ni atumia anyu. Murendo ni ciana, muretekero ni mahio, muretekero ni tiri, muretekero ni biashara. Na tondu Ngai kihoti othe ni we muheani wa mbeca, amuheage mbeca athana makuhe andu aria angi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, karibu majority leader. Karibu. Tuko na mheshimiwa wa Gatundu North. Nimuigua kama mnataka kororia. Nimuigua kororia. Kororia kujata wewe ongea dakika moja. Joroge kororia. Magoge atigia roria. Giletiguo. Atigia roria huko. Na shilingi atigia katia. Aya. Atendolie. Kou niko okay. Watu wakiambia habari zenu. God is good. And all the times. Salimia mwenzako, mwambie amesalimwa na kororia. Na kama ni msichana umfanye mngaa. Na kou niko okay. Kwa sababu ya wale ambao hatujuani, naitwa Njoroge Kororia. Mbunge wa Gatundu North. Huyu ni my senior Kawanjiko. Kwa sababu amechaguliwa na nyinyi mara mbili. Na mimi nimechaguliwa mara, na tumesikizana na yeye anionyeshe kazi pale kwa bunge hivi, kwa sababu 2047 ni mimi nasimama rais wa jamhuri. Atereka Kawanjiko. Ndio tugathura. Tukoonana. Mtajua kiti natokaga Gatundu. Lakini niseme nikiketi, tumefurahia sana vile mmefurahia. Kwa sababu pia wageni ambao wamekuja hapa wameona sisi ni watu ambao tunapenda wageni na tunapenda serikali yetu. Wangapi wanapenda Rais William Ruto?
Mnampenda? Wangapi wanapenda Profesa Kithure Kindiki? Kwa nini mnaongeza ya Kindiki? Ndiju wako hapa ndio atoe kitu. Mimi nauliza hivi, wangapi wanapenda Rais William Ruto? Wangapi wanapenda Kithure Kindiki? Wangapi wanapenda Kawanjiko? Hebu mpunguze hiyo Kawanjiko. Wangapi wanapenda Kimani Ichung'wah? Wangapi wanapenda Wamuratha? Wangapi wanapenda Njoroge Kururia? Mimi ujue sitatoa kitu juu yangu, mmesema kidogo. Wenye wametolea kubwa ndio watatoa pesa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tumekuja kuwaletea empowerment kama vile rais alisema tukue tuna empower watu, na tunawapenda sana. Watu wa motorbike tumewaona. Mko sawa? Mko sawa Mimi sitaongea sana. Mimi ni kuwaombea tu na tunawapenda sana. Asante sana, Mungu awabariki. Aya, tupigie makofi, mpigieni makofi mazuri. Kuna jamaa mwingine alikuwa hapa tukifanya by election. Mnamjua? Anaitwa nani? Asha ti Waishung'wah naye. Nikimani Ichung'wah mnasema Waishung'wah. Mnajua ni majority leader wa the National Assembly, ni mdosi yangu huko bunge. Kuna jamaa ametoka Mogotio anaitwa Kiborek. Mnasikia, mpigieni makofi. Huko Baringo, ametoka huko Baringo akakuja hapa wa leo. Asante sana Mheshimiwa Kawanjiko John. Geithie katika jina la Yesu, tusalimiane. Murioko. Jeshi nengenu. Jeshi neke. Vio. Aya, nawaita watu wa Kiborek Ruben, ni mbunge ya kule Mogotio, kule Baringo. Kumamo ile ya samani. Mnajua Baringo? Nimekuja hapa sababu huyu Kawanjiko, kama kuna binadamu roho safi, kama kuna binadamu ako na roho nyeupe kama pamba, kama kuna binadamu ako na roho ikichinjwa mtoto ya miezi 6 atakula, ni huyu John Kawanjiko. Na Mwenyezi Mungu aliwaona hivi vile mko wazuri watu ya Kiambaa, akawabariki na kiongozi mzuri anaitwa John Kawanjiko. Na bunge kidogo niwaambie, bunge ni nyumba ya leadership, ya seniority. Mimi vile wamesema Kawanjiko ni 2 term. Yeye hapo budget hapo committee na hapo senior hapo committee. Ichung'wah juu amechaguliwa mara 3 ndio majority leader. Ile wengine walienda miaka 2-3 ni machairman, ndio wanapeleka maendeleo kwao yote. Huyu Kawanjiko mkimshikilia hiyo term inakuja anakuwa chairman ya budget. Anatunyang'anya budget yote ikuje Kiambaa. So kama mnataka mpate maendeleo, muongezee ingine ya 3, atapeana kupewa cheo kule bunge. Nikimalizia nimemwambia natoka Baringo. Si mnajua Baringo mmoja alitoka? Na hapa Kiambu si ndajua nyinyi mmetoa president wangapi? Nyinyi mmeongoza Kenya miaka 25, si ndio? Kenyatta 10 ile mzee na Uhuru Kenyatta miaka 10, si ndio? Sisi ile mzee yetu mmoja si alienda 24. Si tuko draw. Lakini niko na kesi kidogo na nyinyi. Sababu nyinyi ni sharp. Yule wakati nyinyi mlikuwa na ule viongozi wenu walikuwa, wakati kuna changamoto mnatuambia patieni time kiongozi, wacha angangane, mpatie time, let's give time to leadership. Wakati yetu wako na shida mnasema mastigo natike. Mbona ikikuwa ni yenu mnasema tupatie time, ya yetu ya Baringo mnasema mastigo. So wote wabaki, si ndio? Tupatie time vile tulipatia wale wengine, si ndio? Alafu unajua nyinyi zamani tulikuwa na ile kwenda kupalilia shamba. Mnaenda saidiana na jirani kupalilia shamba, wanakuja saidiana nyinyi kupalilia shamba. Mlikuwa naye hapa. So sisi kwetu tulikuwa tunaenda kupalilia shamba ya mtu fulani, mnaenda watoto wote mnapalilia shamba. Siku ile inafika tani yenu kupaliliwa, watoto hao wanakuwa wagonjwa wote, mnabaki peke yenu. Msikuwe hivyo. Tulipalilia ya Uhuru miaka 10, tupalilia Ruto miaka 10. Netiko kana tiguo. Ngai amrathime.
Na huyu kiongozi wetu deputy president ni kiongozi mrosafi, kiongozi ya bidii. Tumshikilie, tumjenge vile wale viongozi wengine walishikiliwa wakajengwa. Huyu Kimani Ichung'wah, kiongozi wangu majority leader, ni mtu anakuanga mtu mzuri sana. Kama wewe ni mtu mzuri, na kama wewe ni mtu mbaya, atakuwa mbaya kwako sana. Kama uko na roho safi kama Kawanjiko, Kimani Ichung'wah ni mzuri sana. Kama uko na roho nyeusi kama sufuria, Kimani atakuwa na kando. Pigieni kwa baraka makofi. Leta na tumezama wale wameongea, leta pesa yako hapa. Wenye wameongea unaleta pesa. Kurudi ya pesa. Ndio tuendelee. Mheshimiwa Kagiri mbio. Ndio tumalize na Kagiri, tuite dakika moja ndio nani amalizie. Ndio tumalize haraka. Watu Bwana asifiwe. Yule ananiona anisalimie hivi. Mungu ni mwema na kila wakati. Boda power. Boda power. Kiamba power. Jina langu ni Jane Wangeshi Kagiri, mama county wa kule Laikipia, na leo nimekuja kuwarudishia shukrani kwa kuchagua Mheshimiwa Kawanjiko. Niene nyendaga kwaria ma gethurano gitaneko ndari mwena uria ungi. Ithapo tiramenya mwena ucio ni uriku. Ngerora ngiona uria andu akiamba meka. Muthenya uyu ngiroka ngihumbo ngofia no mothe ndi mama county wa Laikipia. Koguo mothe ndoka kumwira thengio tondu inyue ni inyue mwanjohegirie na inyue ni inyue mwatumire nduike mama county wa Laikipia nikunjira thie mwena uria mwari. Ya mwisho ni kuwaomba tafadhali tuendelee kushikilia Mheshimiwa Kawanjiko juu mimi nimefika siku ya leo juu naonanga akiwa mtu mwerevu sana. Nono ria fagete muthenya wa mothe nie no tidiradeka hende yake mukona majority leader ke akoria gwito Laikipia, muone Kawanjiko Laikipia, muone deputy president Laikipia, mumenye no inywe bwajohegia ringi githetiwo boda power. Leo mko omothe bugire matigo kuo mogoka goko githetiwo. Mimi niseme nimekuja kuwashikilia, muendelee pia kushikilia rafiki yangu Mama Ann Muratha. Nemoko mjitirera. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, mpigieni makofi. Gedua wa mashukuru dakika moja pia nusu. Nusu ndio tubakishie Ichung'wah hapo pengine. Haya. Pigieni ile mtie mbuge wa Kafete. Muhorera irohe. Mheshimiwa Deputy President, Majority Leader, viongozi wote na wanakiambaa, God is good. Ogo niguo mukenaga. Ni mwendete Kawanjiko. Ate muno. Tanyonie ikare mumwendete. Rekei ndimwire andu akiamba muri andu arathime. Gutire mundu wajitie mibango teno kundu kungi uria wajia ni Mheshimiwa wanyu Kawanjiko. Siku ya leo tuko hapa kutimiza mambo ambayo tuliwaahidi tulipokuwa tunafanya siasa. Tuliwaambia tutakuja tushikilie mama mboga. Tuliwaambia tutakuja kushikilia watu wa bodaboda. Tuliwaambia tutashikilia kila mtu tuone amepata pesa mfukoni. Na ndio maana siku ya leo tumekuja tukiongozwa na Kawanjiko na tukiongozwa na deputy president wetu. Mnampenda? Nimbokwenda okerege. Ginya huko koke guothe. Ajie huko anzia hapa akiendelea Kiambu yote. Amekaribishwa. Mnamkaribisha? Hebu aone kwa mikono. Mungu aweze kuwabariki. Asante. Haya, tupigie makofi wa mashukuru. Mheshimiwa Ares Ng'ang'a kutoka kule Thika, Mama Simba. Wasalimie hata yeye dakika moja. Ni mwe Mama Simba. Mnajua Mama Simba? Haya, karibu. Watu wa Kiambaa, bogi ya nduthi ozaza. Shikilia uzito. Gaine mwega. Atumia mwekuo. Atumia
nimetoka Thika mjini pamoja na naibu wa rais na Kimani Waishongwa kuja hapa ku make sure at bottom up ile tulisema pesa mfukoni lazima ingie kwa mfukoni yenyu wanakiambaa. Wanakiambaa oe mwatoro na mresi atogete gothaka omothe ni pesa farifari kwa pesa farifari nego karatiguo. Na huyu Kawanjiko mnamuona? Kawanjiko huyu rafiki yangu sana tena zaidi. Na huyu Kawanjiko haria hothe arethiaga ndegothaga mukato nake tondu nie he kindu ndirenda na no ndigiritanire na Kawanjiko nigetha riria ngenda kindu kiu ngakona ni mukahe ka mutikahe. Bwana Yesu asifiwe. Atumia grupu inesi yanyu muigue pesa mfukoni. Bogi yangu ya nduthi ndio muende mwanzie sako msikie pesa mfukoni. Ni hivyo kama sio hivyo? Si tulisema bottom na ndio tuko hapa. Ukiona naibu wa rais atacheza leo kama yeye ama ni aje? Acheza kama nini? Hata mimi Mama Simba nitacheza kama mimi. Semeni Mama Simba. Wewe mwambirete hiyo pesa hapa. Mimi nimembebea. Semeni nikifanya hivyo mnasema 100 aya. Aha. 500 Kenya shillings. Mama Simba anamletea. Mama Simba ndio bogi yangu ya nduthi kae chonjo. Semeni Mama Simba. Mama Simba. Thank you very much and God bless you. Tumpigie makofi Mama Simba. Nieko kana baguru tagiri. Wanjiko wa Muradha women rep wetu wa hapa Kiambu, dakika moja pia na wewe. Unajua Muradha? Aya. Ndio gaitheka ya ndio Kiamba. Mwana ni aroso. Gaitheka iwega. More akelu. Koririka no more akelu. Mane mwakire wega ni kureheka mundu gaka kuria bunge. Matondo ende ciothe karagio cia Kiamba. Ngai witu amurathime. Na nie mukinjeka wega mukiuga ni mami uria tukwenda. Na hende empowerment iratangathirwo ni Kawanjiko. He muiritu hahora nyandikiire message aranjira ati akorwo na matu empowerment ndimuhe blood drive we goko. We uranjirire nguhe blood drive. Weha. Leo haha tanyerete amenyere guo toroigire tondu twarekanirire atiriri kiugo ni giki twarekanire ati no muhaka andu mokire na marute wira. Mwana tu arandekeire Mheshimiwa Kawanjiko aramwira empowerment ya biu twambĩrĩrie na rĩ mũmenye ũyũ araindũkana yake eika acio angĩ arĩa tũkũbangana na arĩa tũgũthiĩ tũkĩbanganaga ona ciana igũthiĩ igĩũkaga nĩgetha tũkũrie mawĩra tondũ ũguo nĩguo Ngai witũ atũbangĩte twĩke. Wa mũico ndĩmũririkanio ta thikĩrĩriai wega githĩ andũ matiranaga mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩ bakoina nyinaga Nenyo boiga ndenda kumwera ona muthikiririe wega kamuico thikiriria igaka kamuico oteti na inyue ni 27 masira mateti na koya mendanagira ni moranie wira uria mwatuheire maturagiei nie ndare undirogamete ndire supposed kuocha gukorwo kiuga ciama iria itahetwo mbeca cia gikundi tuona na makanjoria cito igokari tio tidokiaria ndeto cia andu mataraguteithia njoria mbeca cito gatuheri wa Muratha tuiguanio hena amacia ikundi ugatuheri tuiguaga ni mweka tugateithika ri maundu macio twaragie mo maya mange matira nituiguanai nituiguithania wera mbere
siasa nĩ baadaye ciakinya tũkagwo haha tũcicokere thengio imono Ngai wa mũrathime mũirĩtu wa macini yake kathire kũ mũirĩtu arahoire blow dry na mũmenyane niĩ mama kaunti ndamũrehera blow dry na dryer ajerire athondeka gũkũ ndĩmũhe blow dry nayo atarĩ ndamũrehera blow dry na mũririkane ti yakwa blow dry no twamũrathani agũranĩire ta imagine thirikari ĩyo yoka kũrũgamĩrwo na hinya mũnene mũthenya deputy president nĩo mahete mama kaunti mbeca na tondire ndĩrarehe ici cia Kĩambaa kahinda gatarĩ haraihu kĩharoro gĩkĩ ndehe cianyu na inyuĩ mũbange hakĩrĩ ũndũ ũngĩ mũrenda githĩ tio bottom up neno tũreka mũthĩ tũrĩa bottom up kairĩtu gaka goko kwarĩo githĩ ti ũguo na rĩu menye kararĩrĩire Kawajiko nake aramenya nĩ njũĩ harĩa ciumaga aranjĩra ndĩkahe blow dry ndakahe nginya dryer kamũrakĩte mama kaunti yake atĩa thirikari githĩ ti wee mwathurire ũguo githĩ tiga mũrenda twĩke cia andũ acio angĩ thutha kĩharo gĩkĩ tũtue macira Ngai wa mũrathime na mwĩke wega andũ a Kĩambaa yaigua koguo andũ a Kĩambaa arĩa makenete mũthenya wa mũthĩ guoko igũrũ ũguo arĩa makenetio nĩ deputy president Kemi cia mũnini wa mũnene wa bũrũri asanteni sana God bless you aya kairĩtu gaka karanjĩrire atĩrĩ no naenda twathomithirie kothi ndiko ndathomithirie kothi ya salonist rĩu karanjĩra gathondekanagĩra nyũmba karenda rĩu kagĩe na blow dry nĩgetha kahotage gwĩthondekera 200 na tondũ wa mũrathani akaheno no gũcoka ona DP arehe kĩndũ naibu wa rais najua hata akipata kitu toni akurehe cia haha nĩ augethera 500 uguo na hau tugethere saruni kahingũrĩrwo gasaruni gaka ithe tiguo atasema kitu hapo si ndio tukasupport kaanze salon kaendelee na maisha maana amenitafuta mpaka amenipata haya tumpigieni wa Muratha makofi maana amemsaidia asanteni sana sasa mnajua kuna mtu mwingine ametoka Eldoret ama Uasin Gishu anaitwa Oscar Sudi tumpigie makofi situmpigie makofi unajua ndiye amebeba kibeti tumpigie makofi karibu engineer Sudi haya huyo msichana arudi hapa kwanza si tukiamua kusaidia mtu tusaidie kabisa ama ni aje nikapee kitu awaje kutengenezea nyumbani alafu DPP afanya maneno mimi namuongezea 1,100 usilie tutapata bidii tunafanya bidii mpaka ungare hata hiyo lako utengeneze ifike hapa sawa watu wa Kiambu mambo mko jojo sasa nyinyi kwani ni nini mnapiga kelele Kiambu mko ready na chapa mnapenda pesa yani 1,100 inafanya na hatujatoa yenu sasa mtukitoa mtafanya nini hebu mnionyeshe wenye wamefurahi watu wa Kiambu wamefurahi watu wamefurahi mimi niko na maneno 3 peke yake na mjunga huyo msichana ameenda pay security akae wapi msichana akae hapa kwa hiyo kiti yangu hapo ama basi hapo na kiti hapo umefurahi mnanijua mai niona hebu nyama mai niona wainue mikono kwani nyinyi wote mnanijua unaniona kwa picha bas si tumefika si tuliwaahidi siku ile tukasema tutakuja kufanya empowerment si rais anafanya maneno ya mama mboga ya sokoni na huyo naibu wake sasa sisi tumekuja kuinua wale wa chini wale wa boda wale wa saloon wale wa duka ndogo hiyo maneno lakini huyo mjumbe wenu sio mtu mzuri sana wacha niwaambie hii kitu ya empowerment ni mimi nilikuwa nimepanga walikuwa wanafaa kuja kwangu mwezi wa 5 lakini ni mkora sasa ngoja sikiza
Wakati wa mradha aliniambia twende harambee ya kanisa iko hapa Kithunguri. Akakuja akaniambia hapana, unajua kanisa inaishanga saa 7. Baada ya saa 7 wewe kuja kwangu tufanye empowerment. Na akanikoroga mpaka nikakubali. Akaniambia wewe ndio chief guest. Si ni kweli? Lakini Mungu ni nani? Si Mungu ni Mungu. Jana juzi nikaambia Ichungwa. Sasa tunaenda kule asubuhi tukuja saa 8 kwa Kawanjiko. Lakini Ichungwa tupange maneno namna hii. Ichungwa akaniambia kuna waya nyingine wacha niunganishe kwa sababu unaona mtu ya mawaya, lakini wacha nikusaidie leo waya nyingine. Jana asubuhi Ichungwa akaniambia lakini usiambie mtu. Nimeongea na DB na atakuja. So nikamwambia sasa mimi nilikuwa chief guest sasa tutarudi nyuma. Mnatukaribisha hapa Kiambaa. Wauliza watu ya Kiambaa. Na mniambie ukweli. Si nyinyi na wana biashara? Kuna biashara inajengwa na mwaka moja? Kuna biashara inajengwa na mwaka 2? Wacha niwaambie na mnisikize. Wakati tulikuwa tunawaomba kura, tulikuwa tunaimba, tunafanya nini, si kweli? Na mkatupatia kura zenu. Kutoka kwa MCA mpaka kwa rais. Ni kweli ama ni uongo? Lakini saa hii kuna watu wanawadanganya, sijui hii ijafanyika, huyu ijafanyika. Hata wewe mama ukiwa na mimba, utapata mimba leo na kesho kuto usae mtoto na atembea na akule. Si lazima mtoto uone maneno yanakuja, uone mpaka watu waanze kusema, hiyo mama kako sawa. Alafu sasa baada ya sema, alijifungua siku hizi imekuwa fulani. Alafu sasa mtoto akunywe uji, akule mpaka akule githeri. Si ni kweli? Mimi nawaomba na nawaomba kwa heshima kubwa. Hii serikali ya Kenya Kwanza, kama kuna watu wanafaa kujifunia ni watu wa hii mlima. Kama kuna watu wanataka wajue hii serikali ni yao, ni nyinyi. Sasa nikuulize, mumeenda kupanda mahindi. Umeongoja imevunwa, imepelekwa kwa store, imesiagwa, umeweka ugali kwa mesa. Wakati ugali umefika kwa mesa mtu anakuambia tupige teke hii ugali, twende tutafute ingine hatujui. Hiyo inawezekana hiyo? Mimi nataka niwaambie na mnisikize. Tutakuja kuwafanya empowerment, tutaenda kwa Kororia, tutaenda kwangu, tutaenda wapi? Rais na Kindiki wafanye barabara na hiyo ingine yao ya empowerment. Sawa sawa? Unajua huyu Ichungwa, siendi mdosi yetu huko bunge. Unajua mimi bunge, hiyo sio kazi yangu. Mimi ni mtu ya mawaya. Umaisikia hata mimi kwa kamati fulani? Umaisikia hata mimi naongea huko bunge? Lakini kuna waya nyingine mimi naunganishanga hapa. Ichungwa akifanya ile ya bunge, mimi nafanya nyingine pale, Wanjiko anafanya nyingine, Kororia anafanya nyingine, yaani namna hiyo maneno inakuja nakutana hapa nyumba. Si tumekuja hapa leo. Tukichanga milioni 10, 15 si tutakuwa tumesukuma watu wengi. Ama namna gani? Ya mwisho na mnisikize vijana. Ya mwisho. Mimi nilikuwa makanga wa matatu. Na nilikuwa naokota makaa. Unasikia? Nilikuwa makanga wa matatu. Lakini nikajipanga namna hii mpaka niko hapa. Mimi nataka niwaambie vijana. Ukiona mtu anakununua na shilingi 500, ati wende upigie mwenzae kelele, ujiulize maswali mara ngapi? Ulize yeye kwanza, bibi yake yako hapo? Mtoto yake yako hapo? Yeye mwenyewe ako na kiti. Alafu anakudanganya ati wewe enda pigia mwingine kelele. Mimi nataka niwaulize swali. Kawanjiko akikuja na barabara, Ichungwa akuje na hospitali, mimi nikuja na empowerment, mwingine akuje, si nyinyi wenyewe ndio mtapima. So mtu anawapatia pesa ya kugonganisha vijana wetu, mchukue pesa lakini muache kupiga makofi ya ukora. Tunakubaliana? Unajua mimi nilikuwa naona juzi wamepangia huyo Ichungwa. Hii shida yote Ichungwa anabeba si yake, ni ya William Ruto. Tusidanganyane. Kwa sababu yeye anasimama imara na yeye anasema ukweli. Hata kuna barabara mingi hapa Ichungwa ndiye ameweka hapa, hata nyinyi hamna habari, kwa sababu yeye anasimama kidete. Kitu ya muhimu tufanyie watu wetu kazi. Tuombeane Mungu, familia yote ipate chakula kwa nyumba, watoto wetu waende shule, kila mtu akae vizuri. Lakini maneno ya kununuliwa na shilingi, sasa wewe ukinunuliwa unipigia kelele, mtu mkarabati tu kama mimi, mtu jua kale nilikuwa tu manamba. Unakuwa mimi nasikia kelele. Sio wewe utarudi tu kwako na wewe makelele yako unachangaa umenunuliwa. Na ndio nami naaminingi wa mama, unajua mama ni watu wazuri sana. Hata siku ya kampeni mimi napeanga wa mama pesa mingi, kwa sababu mimi najua yao inafika nyumbani. Unajua yetu sisi wanaume tukipewa milioni 1000 lazima tupitie kwa kasa na tabu. Yaani kitambo tufike nyumbani tuko na 200.
Lakini wamama ukipatia utapata nyama, utapata sukari, utapata kila kitu nyumbani. Ya mwisho, naibu rais, sisi ni watu wenu wa mkono. Sisi ni watu wenu wa mkono na tunawaomba tu nyinyi mpange tu uchumi huko juu. Na mpange hii maneno mengine huko juu. Hii ingine hapa chini mtutumange tu tufanye hii, tufanye hata tukipiga kelele si hatuna shida. Hatuna kelele, si ama namna gani? Si kelele ni part of maendeleo. Ama ni aje? Wangapi wanasema wako imara? Kwanza nauliza swali. Wangapi walipigia serikali kura? Siri nyinyi wote. Alafu mtu hakuna nyinyi mnajua kweli kufanya siasa mpaka uinue Biblia uzembe hai. Nyinyi mtu asiwadanganye. Tuchunge serikali. Tuchunge Ichungware. Tuchunge Kawanjiku. Tuchunge Muratha. Tushikane, tupendane. Bodaboda watapata haki yao. Wamama watapata haki yao. Kila mtu atakuwa na haki yake na tutaenda mbele wote kama taifa. Tunakubaliana? Mimi nauliza nyinyi, si mmesikia wanasema mimi sikwenda shule? Unafikiria watu walisema uongo? Unaisikia mahali nilisema ninaenda shule? Lakini ukikuja huko kwangu ninapanga maneno my friend. Kwa sababu ya ukarabati unaelewa? Kwa nyinyi wote mlisoma? Sinyangira shuko tu ndio alisoma, alipata bahati wakasoma vizuri tu. Lakini sisi wengine wote si ni wewe. Kama ni aje watu wewe ibua inua mkono. Sasa tuko wengi. Sasa nikisimama rais nitaangusha hawa. Kwa sababu watu wewe ni wengi. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Unajua sikia. Huyu kwanza niliokoa yeye, alikuja huko kwetu ametolea nguo yote. Na hakuna wengine. Mtu alikuwa anauza tu mara, siku ananipatia amri, fanya hii, fanya hivi. Unajua Ichungwa huyu naibu rais alikuwa anasoma university. Na siwezi toa pesa mbele yake. Mimi nasindikisha rais na yake. So usinitishe pesa, na pesa yangu sio kidogo kama akina Kororia. Unajua Kororia aliniambia wacha nistake Kororia kwanza. Kororia aliniambia bila alikaa chini, hadi sasa si nimeongea. Hata naomba Mungu mvua inyeshe hata nyinyi msiongee. Kororia ulisema hivyo, Kororia ameenda wapi? Leo pesa yako kidogo hiyo hulete sahihi. So asante sana. Haya, tupigie Sudi makofi. Si wewe ulikuwa. Sasa si tuko na majority leader. Mnamjua? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mutikugereria ndemwire acoke na mbeca. Acoke na mbeca. O gavana. Amesema kwanza nitulie nialike gavana wa Uasin Gishu. Anaitwa koti moja. Alichaguliwa akiwa na koti na akachaguliwa akakuwa nini? Simpigie gavana makofi. Asante sana, karibu koti moja. Asante sana naibu wa rais, viongozi wetu hapa wote, tukiongozwa na Kawanjiko, wafanyabiashara, bodaboda, wa mama. Chamge. Chamge. Hata hajafika Nakuru chamge. Nataka mpaka Uasin Gishu sikie chamge. Yeah, thank you very much. Yangu ni machache. Kwanza nimefurahi sana kuja kwenu. Niko na baraka ya gavana mwenzangu wa Matangi, anajua mimi niko hapa. Na nimekuja kujifundisha kwamba kukua pamoja na kuempower vijana na kuempower wamama, hiyo ni kupatia msingi ya maisha. Na leo kutoka Uasin Gishu, watu wa Uasin Gishu wanawasalamia. Hebu nione mkono ya kusalamia watu wa Uasin Gishu. Ya pili, mimi nimefurahi sana Your Excellency kwa sababu hao watu walipigia kura Rais William Samoei Ruto pamoja na hii serikali. Na nimekuja kusema asante sana kwa kupigia Rais William Samoei Ruto kura akuwe president wa Kenya. Na unajua Rift Valley na hapa tumekuwa na uhusiano mingi sana. Mara ya kwanza mkatoa rais, ya pili kakuja Rift Valley, ya tatu ni hapa pia, tena imerudi huko. Hii ni heshima kubwa. Ya pili, nimekuja pia kuhakikisha kwamba hao watu wa Kiambaa wako kwa serikali,
muko kwa serikali ama hapana? Nimwambie ni president, muko kwa serikali ama hapana? Na kwa sababu muko kwa serikali, nimekuja kusema asanteni, asanteni kongoi missing, kwa sababu mlisimama na president. Tukienda mbele, tunaamini vijana sana sana boda boda hawa pamoja na wamama, nyinyi ndio sababu ya kura. Ile bottom up ndio inafanya kazi saa hizi. Hata mimi kule niliwaambia wa vijana boda boda wala kulipishwa sticker 600, nikafyeka ikuja hapo chini kidogo, kwa sababu tunataka hawa wafanikiwe pia. Na kwa haya machache nataka niwapongeze. Tunasema kwamba hii serikali ni serikali ya kujali yule mtu wa chini, anajali yule mwenye amesoma hata mwenye hajasoma. Na pia tunasema tukienda mbele, hatungependa tulete hiyo uhasama yenye haina maana. Huyu profesa huyu Kindiki alisoma Moi University na nilikuwa nafanya kazi na yeye kule, na nikimuona hivi Mungu anainua watu. Aliinua kwa Wanjiku. Nilikuwa nafikiri Wanjiku ni mama, kumbe alikuwa ni mwanaume. Kumbe akainua profesa, akainua huyu wiring huyu, akainua mbuti ya koti moja. Si Mungu ni mwema jamani? Kwa hivyo hata sisi tunawafundisha watoto wetu, tusitumie watoto kwa njia mbaya. Tuwafundishe wajue biashara, tuwafundishe wapate taaluma mbalimbali, na tuwafundishe pia wakuwe wasomi ambao ni watu ya kutegemea baadaye. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya, tumpigie makofi mazuri. Basi nasikia tuko na MCA chungu mzima wako hapo, wasimame. Wako hapo ma MCAs ambao wamekuja na naibu wa rais. Kwa hijidari haha, sioni kwa hiji hapa. Kwa hivyo wasimame tu waonekane juu ya muda, waonekane tu juu ya muda. Sawa. I think haya Mulega kitabo kiruga wa thuku ni MCA wa kuri Othaya, na kiugo giakwa no kimwe. Muthuri uyu witagwo Professor Kindiki nie mubunge wakwa ari Mwai wa Kibaki, na mwetho mundu uria mahanaine. Kindiki na Kibaki mahanaine o twethira. Thank you President Ruto for giving us another Kibaki. Thank you. Aya, jina tu Nditagwo Julian Wangari Njiri, na gwitũ nĩ gũkũ Banana, no ngandĩkwo kũrĩa Mũrang'a ta MCA, koguo njũkĩte nĩguo empowerment ĩtũkinyire gũkũ. Mũrĩega tũmũkumie Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Rucenjeri wa Mwaniki kuma kũrĩa kwa Minji Kirinyaga County, kũrĩa kwĩna maendeleo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, no mwĩyũmĩtie. Reke inde mwĩre tũtingĩaka nyũmba tũcoke tũtigĩre andũ moerendi. Ithe tiguo? To support serikali 100%. Njĩtagwo Mheshimiwa Milka kuma mwena wa Kirinyaga. Aya, tuwapigie makofi. Sasa nataka kumkaribisha mheshimiwa rafiki yangu, neighbor yangu hapa kidogo, anaitwa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tupigie makofi jamani. Karibu ongea nao, alafu akimaliza aarike naibu wa rais. Thank you Kawajiko. Andu ake amba Muriega ngegeithio go cia kiuma mathani agocwo. Mheshimiwa naibu wa rais, hata kama tulikuwa na wewe Kilgoris, karibu sasa hapa nyumbani Kiambu. Igwe mucie nĩ mwamuona profesa, mundu muthomu, mundu utari ukabira, mundu endete andu, mundu wa maendeleo. Nĩ mwamukaribisha Kiambu. Na Mheshimiwa Kawajiko njokie ngatho. Wa mbere nĩ gwĩtĩkĩra gũtuĩka niwe ũgũtwanjĩrĩria the pilot phase ya empowerment program ya bottom up, na nĩkĩo ũrona tũkĩte tũrĩ ithuothe, na nĩkĩo na rĩrĩa twabangire Mheshimiwa Kawajiko akiuga Oscar Sudi atuĩke mũgeni witũ wa gĩtĩo tondũ nĩwe wa bottom up. Ndamwĩra we ndathiĩte cukuru
na leo ni mbunge na ni mundu wa gukarabati maundu. Anatuambianga huyu Oscar Sudi ni mtu ya kuunganisha waya, mambo inashika vizuri. Tukasema huyu mwenye alianzia chini kama makanga ndiye atatuanzishia kama mgeni wetu wa heshima a program ya empowerment ile ya bottom up. Na wakati tuliongea na naibu wa rais jana tukipanga safari ya kwenda Kilgoris, nikamwambia tafadhali twende mapema tumalize ili tukuje to join Oscar Sudi na Kawanjiko na wale wabunge wengine our pilot phase of an empowerment program ya bottom up. So Your Excellency, thank you very much kwa kukubali wito wetu. Vile tulisema, na mnakumbuka tukifanya campaign tulitembea hapa Kiambu, tulikuja hapa St. Paul's and we did the Kiambu County Economic Forum na tukatia sahihi kwa niaba yenu the Kiambu County Economic Charter. In that economic charter tulikubaliana yale mambo ambayo ni lazima tufanye Mungu akitujalia tupate serikali. And Your Excellency, I must thank you because many of the things we agreed mumetusaidia na yale bado muna mpango ya kuhakikisha yanafanyika. Top among those things was an economic empowerment program for our small business traders, wale mama wa soko, vijana wetu wa bodaboda, watu wa matatu, ili tuinue uchumi wao kutoka chini kupanda juu. Na tukakubaliana ya kuwa sababu ya wingi wa watu wa Kiambu, sababu ya uhaba wa mashamba hapa kwetu, hatuna mashamba makubwa, sisi tumefinyana kidogo. And we agreed, Your Excellency, that proportionate to our numbers, we will get a proportionate share of resources to develop markets and also to develop affordable housing to stem the rising tide of subdividing of land in Kiambu. Tukakubaliana ya kuwa Mheshimiwa Naibu wa Rais atakapopata serikali, kwanza sababu hapa Kiambu tuko wengi, tutapata rasilimali ya kutosha kujenga manyumba ile affordable housing ili tuache kukatakata mashamba yetu sana. Na ninashukuru sababu out of the investments imefanyika affordable housing. Kiambu, we have 10 ongoing projects, Your Excellency, 10 projects ya affordable housing worth about 24.6 billion ambayo zinaendelea hapa Kiambu. Na mnaziona zimeajiri vijana wetu as part of that economic empowerment. Tukakubaliana juu ya masoko ya mama mboga. Na masoko yenye Mheshimiwa Rais na wewe Kindiki Profesa mnatujengea hapa Kiambu ni masoko 25 yenye inaendelea ya bilioni 22.1. Tuko na zingine ambazo zimepangwa za bilioni ingine 24.6 billion. Your Excellency, mambo ya barabara, saidie ni mgonjwa, siwe na wasiwasi. Your Excellency, mambo ya barabara, tuliambiana ya kuwa mtatusaidia kukamilisha barabara zetu, zikiwemo ile ya Mau Mau. And Your Excellency, tushukuru sababu out of the 218 kilometers ya Mau Mau yenye inafanyika, already 105 kilometers imefanyika at about 50% of implementation na yenye inaendelea. Hizo barabara zote za Mau Mau, zile zingine za CDB, za China Development Bank, Your Excellency, ulikuwa na sisi hapa, hii Anduota tukizindua, na sababu ilikuwa imesimama sababu ya fedha. Rais ametusaidia, tumepata pesa sasa na zitaendelea zikamilike. Let me report to you the people of Kiambu, my people. Investment ya barabara peke yake hapa Kiambu, tuko na 157.8 billion shillings worth of roads that are ongoing, that will be constructed and completed within the next 18 months. Bilioni igana rimwe ria hakuhi 60 cia mabarabara, bilioni 22
cia nyumba cia affordable housing iria cirakwo Kiambu bilioni 22.1 cia thoko cirakwo Kiambu thoko 25 na ingĩ thoko 27 planned cia 24.8 billion. Besides that, Your Excellency, tukakubaliana tukijenga masoko, tutengeneze mabarabara, tujenge affordable housing, turudi tufanye empowerment program ya wafanyi biashara ambayo imetuleta hapa siku ya leo. Ndiye ndikuti ndake muhemo hai muingi ile tutiokire kuruta mbeca umuthi kana tiguo. Si tumekuja kutoa pesa ya empowerment na hata mimi nimebeba yangu kana tiguo. Ona nicio ingiajirie nacio tiguo ndo itanajia nacio rehe mbeca ciakwa itanajia niko tumetwo ithe mundu wa gutuma ti mwega watumwoge katia ndemo ti atotomire Nairobi tuthie tumwethere turi bunge ya Kiambu. Si ndio hiyo na wahesabia barabara tumewatafutia Nairobi, tunawaletea wapi? Affordable housing, masoko tunatafuta Nairobi, tunaleta wapi? Na tunatafuta marafiki pia, tunawaleta wapi? Ucio niguo wira uria mwatuheire turuti ucio tuikare thirikari-inĩ ĩno ya William Ruto na Kindiki. Hebu nione watu wa Kiambu wenye wanasema tukae kwa hii serikali. Nimeuliza hivyo jameni, because Your Excellency, besides yale mambo ambayo nimekutajia, ongoing projects, planned projects in Kiambu County, hii eneo yetu tuko na ma-PS kama Salome ambaye ako hapa na wengine wengi wa hapa kwetu, Gathesha, Bogua, iletia itogoko. Hii serikali, Your Excellency, besides our deputy president, oyo iletu wa Tharaka. Tharaka ni Mount Kenya. Meru ni Mount Kenya. Meru ni Mount Kenya. Tumkaribishe Aaron Cheruiyot na Sabina Chege, Maitoito wa Kuria Murang'a na Aaron Cheruiyot ona kenjera gĩũka. Thidi amwira tuguku Kenya yothe. Tumekuja wengi hivyo ili muone vile tuliagana. Your Excellency, I was saying, besides you as our deputy president in this government, tuko na mawaziri 7 kutoka Mount Kenya in this government. Tuko na PSs moja PSs 15, 15 principal secretaries from this Mount Kenya region. Directors and chairmen of parastatals, hata hatuwezi hesabu, itakuwa ni scandal tukitaja wale tuko nao kutoka hapa Kiambu. Na ndio maana mkiona sisi tumekwamilia kwa hii serikali, ni sababu sisi Kiambu ndio tuliunda hii serikali without any apologies to anybody. Sisi kura zetu ndio zilikuwa nyingi kabisa of all counties in the Republic of Kenya. Hii watu wa Kiambu ndio walipea William Ruto kura nyingi zaidi. Hii serikali ni yetu ama sio yetu? Tuikare heno. Ni hivyo twaheanire kura iria nyingi biu, ni hivyo aingĩ na no tũraciara, nikĩo tũrenda gwĩka empowerment. Kana tiguo? Nĩ ngũtũmĩtwo nĩ blogger, nĩ mũĩ blogger. Blogger wĩtagwo Dennis Itube. Dennis Itumbi amenituma na 100,000 shillings. Pesa ile tuigire tukire zula pesa. Wetika kutara ya pesa tumaide tarisia kuiya. Lehe. Dennis ya kundumete na giriga na rimwe. Control our state house nake. Control our state house ni mumui. Ule wanga kadare ya munene. Eta kwa Kato Ole Metito. Na keni adomire na giri igana rimwe 200,000 kutoka kwa Dennis Itumbi na control our state house wetagwo Kato Ole Metito neguo. Na nienge manike manogo gwase dugu maimatheru kwenda iretu yudu wa mdonyi
Ni ate oge manu maga. Maje ta ate oge. Oh mukaharuto. Ndetika bange to mukaharuto na mugia bara. Jeto mukaharuto na mugia thoko. Jeto mukaharuto kugia affordable housing. Jeto mukaharuto jabasi ya boda boda siriume bottom sivie. Mama soko atoke bottom aende. Na aliendane hesia mama mboga siado boda boda na bottom up shilingi milioni 1. Ndio tuko hile. Tuendelee tusiendelee. Tukae hapa tusikae. Turudi tusirudi. William Ruto atembea asitembee. Okay huko Kiaba. Mnajua tulikuwa na hafla ya kutembea. None turamwirire. Si Kiambu ni karibu hapa. Akikula lunch, akitaka kutembea mahali anatembea Kiambu. Anakuja Kiambaa. Kanatiguo. Muthenya uyu ngianyua cai thaa 4, one appointment yo ngene ya thaa 8 agatengera haha Kabete. Kanatiguo. Ucio ngi agathie Ruiru niguo. Tumumathire kiria twamwiriire niguo. Mogato ikara thirikari neno. Tuishi kwa hii serikali. Tufanye bottom up. Tuinuane. Asante sana. Kwa heshima sababu siniwaambia tuko wengi. Nataka kwa dakika moja nimpe mama wetu kutoka Murang'a, Maito Sabina Wanjiru Wachege nigetha nake atugeithie ndagika ĩmwe. Haya andu a Kiamba muriega mutikingeithie guo nyone Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Inyuĩ nĩ inyuĩ Kawanjikũ gũkũ nĩkuo matũinagĩra nĩ Kawanjikũ. Cokerai rĩngĩ menya kana nĩ mwacenjirie nĩ Kawanjikũ. Nĩ mwendete Kawanjikũ? Rekei nyone na moko ũguo. Your Excellency the Deputy President of Republic of Kenya na waheshimiwa wote, mimi yangu yatakuwa machache sana. Nimetoka Murang'a nikafika hapa. Na mnajua mimi nilikuwa ile upande mwingine, si ndio? Nyinyi ndio mlisema tugokira tene. Niguo muigire. Nimo kunyitirira thirikari. Tondu ekamagore eke. Nege kamwe kamagore githathaya. Hiyo nasema tutakaa kwa serikali kwa sababu sisi tunataka maendeleo, si ndio? Najua wale waheshimiwa wengine wameongea sana, sitaki kuongea juu nimetoka Murang'a, lakini mimi nimekuja kuwasihi kwa heshima kubwa. Tukae hapa Kiambaa vile mmekaa mko jamii tofauti, si ndio? Hakuna Mkikuyu, hakuna Mjaluo, hakuna Mkamba, sisi wote ni wake. Na tupende nchi yetu ya Kenya na haswa mshikilie serikali yetu ya Kenya, si ndio? Mtatuombea ili tukipata pale tunawaletea. Leo ni siku ya mama boga na wale watu wako chini kabisa, ili tushikane. Mimi nikitoa yangu ya kutoka Murang'a, mwingine pale pengine enjoy na we envy Kawanjikũ vile amewaita hapa ili tufanye empowerment. Mimi nikitaka kuambia mtushikilie hivyo, na wale wanaongea maneno sijui ya 2027 kuna mtu anajua kama watakuwa hapa. Tupendane na Mungu yuko, lakini sana tushikilie serikali yetu ya Kenya. Mungu awabariki sana, asanteni. Hemo duleta na baya Sabina. Jeshi yake hapa. Hemo duleta na baya Sabina. Oyo nena kekege. Rake amohe. No renda na baya kwa. Oreko. Oya mioe. Aya na baya kwa nerere. 07 nikeka ndo taro ya naroga na niworoga mire. Aya tunasema namba yangu nilisema vizuri. 0722 William Ruto 10 bila break. Asante sana. Mumeshika hiyo namba. Ati ni kazi bila na 10 bila. Haya tuko, wacha huyo mama akuje. Wacha huyo mama akuje. Peleke akae pale, enda ukae pale. Si hiyo ndio bottom up. Ndio tiguo. Nekare hauno to koma banga. Ndio tukile ndio ndo wake. Na inyonyo othe. Nataka kwa heshima
nimkaribishe kiongozi wetu wa wengi kwa nyumba la Senate ambaye pia ni senator wa Kericho, Mheshimiwa Aaron nani? Ndio ametoka all the way from Samburu. Ni mwana wedo. Kawaji kone karageria. Ona geto kagege. Geto kagege ne muri gane kagege kanyu. Ile di kanyu. Na ne kawaji kona UDA. Bwana ni amurathime, karibu mheshimiwa. Asante Kimani Chungwa. Mheshimiwa Deputy President, Your Excellency Professor Kindiki, viongozi ambao wako hapa na wananchi wa Kiambaa, naomba niwasalimu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Gaine mwega na hedeshi odhe. Asante sana. Mimi nimefurahi kuja hapa Kiambaa. Huyu mheshimiwa wenu Kawanjiko hajatupatia nafasi ya kupumzika wiki hii. Monday asubuhi alianza na message akisema I hope unakumbuka Sunday tuko na promotion ya bodaboda na mama soko kule kwetu Kiambaa. Nikamwambia sawa nitakuja. Tuesday asubuhi message ile baka namwambia si ulisema ni Sunday sio leo. Sasa leo asubuhi mimi nilikuwa nafikiri nimemweza, sababu wakati amenipigia simu nikamwambia nimetumwa kule upande wa Samburu County. Akaniambia wewe wacha mchezo. Usichezee watu wa Kiambaa. Lazima ukumbuke kwamba wakati maneno ilikuwa ngumu hata hao walitushikilia pahali pagumu. Kwa hivyo usiwachukulie hivi hivi. Beba hao na upendo kama ile walituonesha siku fulani ambayo tulikuwa tunahitaji marafiki. Sasa unajua uzuri inalipwa na sababu mlitufanya vizuri ile siku ya Kawanjiko. Ati Kawanjiko na nini? Sasa nikasema liwe liwalo, inyeshe isinyeshe, kuwe na jua ama baridi, lazima nifike tufanyie promotion na support watu wa bodaboda na kina mama wetu wa soko. Na ndio maana nimefika hapa, sababu nataka kurudisha mkono na niseme asanteni kwa vile mlitufanya siku hiyo na vile mnazidi kufanya. Kitu moja tu peke yake mimi nataka kuomba Your Excellency, sababu nimechelewa na najua masaa imeenda. Kwa mambo yote ile ambaye imesemwa, mimi najua hao waheshimiwa wenzangu wamezungumza kuhusu mpango wa soko na ile maneno ambayo inaendelea. There's just one request that I want to make Your Excellency. Ni kuhusu hao vijana wa bodaboda. Na unajua hao walitushikilia sana wakati wa campaign. Ile bei bado inachajiwa mtu kupata license ya kuendesha pikipiki, Your Excellency, ndio inafanya wengi wao hawana driving license. Hiyo bei iko juu sana. Mimi nataka kurequest collaboration ya Ministry of Transport, wale NTSA na TVETs zetu, tuone kama tunaweza punguza hiyo bei hata na 60% ama 70%, ili hao vijana wetu biashara yao iweze kunoga. Because as it is today, many of them wanaendesha na si kupenda kwao, ni kwa sababu utafanya nini ukiambiwa ulipe 12,000, 13,000. Na unajua hawa ni maasla wale wametushikilia miaka mingi. Kwa hivyo mimi nataka kuomba Your Excellency, na mimi najua wewe ni mtu unajua kuendesha kazi, fanya mpango ili bei hiyo ishuke, vijana wafanye biashara yao bila kusumbuliwa. Kina mama zetu, asanteni sana. Nimekuja hapa na mkono wangu wa support kwenu, sababu maombi yenu ndio imefanya sisi tuko hapa siku ya leo, na tutarudi tena na tena hapa Kiambaa. Mnatukaribisha tukuje kila siku, tutange bila uoga. Tukubali kutishwa ama tusikubali? Tusikubali. Hapa ni nyumbani kwetu, kila mtu akuje. Bas next Sunday tutakuwa hapa tena. Mimi natoa mchango wangu. Wapi ule mtu tena? Anapotea wapi? Ama wewe pana lala. Unajua hapa ni Kiambaa sasa. Nimesema huyu ni mchango wangu, shilingi nusu milioni, 500,000. Haya, tumpigie Aaron 500,000 shillings, nusu milioni cha Senate Majority Leader neguo. Haya, thank you. Utikama kioneza na kazi gotire thoko etakoragwo na drama idatiguo. Si tumeenda vizuri? Mimi ili nimwalike naibu wa rais. Sasa
si tuko na mgeni wa heshima ambaye ndiye Deputy President of the Republic of Kenya. Neguo. Na nimwaigua hapa Kiambaa nikuo kwari birthplace ya UDA. Githeti guo. Na Kawajiko nake. Githeti kwa yaciarĩirwo gũkũ. Na ndio Mheshimiwa Naibu wa Rais tulikuomba kwa hisani yako ukubali tuje tuanzie empowerment program ile ya UDA ya kazi ni kazi bottom up hapa Kiambaa, the birthplace of UDA. Kwa heshima sasa nawaomba kwa nderemo, vifinjo na makofi tusimame tumkaribishe Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Thank you muno. Andu aitu murega. Andu aitu a Kiambaa murega. Murega ringi. We wokuo. Bas. Ndakena muno. Na yangu itakuwa tu machache kwa sababu viongozi wameongea na wageni wengine wametoka mbali, na vile vile akina mama wetu wako hapa. Na unajua akina mama sio watu wa kuchelewa, ni watu wa kwenda ndio kutengeneza mambo ya nyumbani. Nego kana tegu. Nego kana tegu. Kwa hivyo niseme tu mambo mawili. Kwanza kabisa niseme wakati tulikuwa tunazunguka Kenya hii tukiomba kura kwa niaba ya timu yetu ambaye team leader wetu ni President William Ruto, kuna ahadi tulienda tukiweka katika kila sehemu ya Jamhuri ya Kenya. Moja ya hiyo ahadi ilikuwa ahadi ya kusaidia kuweka nguvu sana sana wanabiashara wadogo wadogo na watu ambao wanafanya mambo ya kutafuta riziki ya hapa chini maarufu kama bottom up. Tukasema ya kwamba tungetaka tuhakikishe mama wetu ambao wanafanya kazi sokoni, mama mboga, watu ya bodaboda, watu ya makanga ambao wanatusaidia kutafuta abiria, watu ya matatu, tukasema watu hao wote tutatafuta mbinu za kuwaweka nguvu ili wapate riziki na pia wafanye biashara ambayo iko na heshima. Na kwa sababu ya hiyo ahadi tuko hapa leo Kiambaa kusaidiana na mbunge wenu huyu Kawanjiko. Kawanjiko is one of the finest members of parliament in the Republic of Kenya. Na huyu Mheshimiwa Kawanjiko amefanya viongozi wachanga vijana, viongozi chipukizi, wale bado hawana miaka mingi vijana, waheshimiwe kwa sababu ameonyesha kwamba kuwa kiongozi kijana ni faida. It is an advantage to his constituents. He has the energy, he has the ideas, and he is able to put everybody together. Young people, old people, children, mothers, fathers. Kwa sababu vijana ndio tegemeo ya jamii. So Mheshimiwa Kawanjiko has not disappointed us, has not disappointed the president, he has not disappointed the people of Kiambaa. He's one of the most hardworking
members of parliament we have today in our parliament. Na hiyo inaonyesha hata sisi jamii yetu ya Mount Kenya tuko na viongozi wachanga ambao kesho watapanda ngazi, watoke katika uongozi wa hapa mashinani ndio wachukue hatamu za uongozi katika ngazi za kitaifa. Kanategu. Kwa hivyo Mheshimiwa Kawajiko, nakushukuru kwa kutuita hapa ili tusaidiane na watu wako wa Kiambaa kuinua wanabiashara wadogo wadogo, kuwaweka nguvu, kuwatia azma, kuwa encourage. Leo biashara yako ni ndogo, kesho itakuwa kubwa. Si namna hiyo? Umeona viongozi wengi wameongea hapa, walikuwa wanafanya mambo madogo madogo. Leo wengine ni waheshimiwa. Huyu Kawajiko alikuwa anauza mara, na sio hata mara ya ng'ombe, sio mara ya mbuzi, ni mara ya nini? Imagine mtu anauza matumbo ya kuku jamani. Leo ni MP, anakaa mahali rais yako, mahali deputy president yako. Nani kama Mungu jamani? It is also possible for you. It is possible for your son. It is possible for your daughter. It is possible for your brother, for your sister. It is possible for your neighbor. Nego kana tego. Kwa hivyo sisi kama serikali kuu ndio umeona tumekazana na program nyingi za kuinua watu wa mashinani. Umeambiwa ya kwamba katika taifa letu la Kenya, manifesto yetu tulikuwa tumesema wanabiashara wadogo wadogo tutawatengenezea masoko ya kisasa, mahali safi. Akina mama zetu, wake zetu, dada zetu wawache kuuzia bidhaa zao kando kando ya barabara wakihatarisha maisha yao na kukiwa na vumbi na uchafu. Hii Kiambu peke yake, kati za zile soko tunajenga Kenya nzima, soko 400, mumesikia soko 25 zinajengwa hapa Kiambu na bado tunaendelea kuziongeza. Kwa sababu idadi ya watu Kiambu ni idadi kubwa, si ni kweli? Idadi ya Kiambu ni kubwa, kwa hivyo soko nyingi hapa zinajengwa ni kwa sababu tungetaka wananchi wengi wapate mahali safi. Soko ya kisasa iko na mahali pa kuuzia bidhaa, iko na mahali ya baridi, barafu, ili kukiwa jioni na mama ako na nyanya ama kabiji ama sukuma wiki, badala ya hiyo bidhaa ioze, kuna mahali katika kila soko sasa mahali tumeweka barafu ya kuhifadhi hizo bidhaa ndio auze kesho, kesho kutwa, wiki mzima, kulingana na vile biashara inaendelea. Si namna hiyo? Hiyo mahali iko na hiyo soko tunajenga, iko na barafu, cold rooms, na pia iko na mahali pa akina mama ambao wako na watoto wadogo, wakuje na mtu wa kumsaidia kukaa na mtoto kwa hiyo room. Akina mama wote ambao wako na watoto wadogo, mtoto akihitaji lunch, mama anaenda pale anasort out mtoto na lunch. Si unajua lunch ya mtoto mama ndiye amebeba? So ananyonyesha mtoto, anarudi kuuza sokoni. Na vile vile kila soko iko na ICT hub kwa vijana wetu na wale wanabiashara ambao ni wa kisasa, wa kidijitali. Hiyo ICT hub utafanya biashara yako hapo, utatafuta wateja hapo, na vijana wengi watapata hata ajira za kimitandao za kisasa. And therefore, Kiambu alone, we are doing 25 markets, other markets within Kiambu are being planned for, so that we can have dignified places for our small-scale traders to do business in dignity, to empower them. Good places to sell their merchandise, cold rooms to store their merchandise so that they don't go bad, but also rooms for lactating mothers
and ICT hubs for young people to do e-commerce and also to be able to get digital jobs as web designers, as transcribers, as script writers, and other digital jobs today that are available in internet or through the internet. Wakati hauruhusu niwaambie mipango ingine mingi ile tunafanya kuinua watu ambao ni watu ambao wako chini kiuchumi. Mine is just to confirm on behalf of the government of Kenya and on behalf of President William Ruto that we are on course in meeting our commitments to the people of Kenya, including empowering communities and empowering groups and citizens who are at the bottom of the economic pyramid to make sure that we equalize the people of Kenya. Niseme ya kwamba vile vile, unajua ya kwamba wakati rais amechukua hatamu ya uongozi wa nchi yetu ya Kenya, hali ya uchumi ilikuwa ngumu kidogo. Si kwa sababu rais wa zamani aliharibu uchumi. Watu wengi wanafikiria tunalaumu Rais Uhuru Kenyatta kwa ile hali uchumi tuliikuta 2022. Hapana. Sababu ya uchumi ya Kenya kuharibika kwa ile hali ilikuwa ni kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19 ambao ulifanya uchumi wa Kenya ufungwe kwa zaidi ya miaka miwili. Hakuna biashara ilikuwa inaendelea, hakuna watu walikuwa wanaenda kazini. Ukifunga uchumi kwa mwaka mzima, you expect the kind of situation that we found ourselves in 2022. Na ndio unaona shilingi ya Kenya ilikuwa chini, ilikuwa bei ghali kwa dola. Mambo ya mfumuko wa bei ama inflation ilikuwa inasonga kila siku. Bei ya unga ilikuwa juu kidogo, bei ya petroli ilikuwa juu kidogo. Miaka miwili baadaye, rais na serikali kupitia mipango maalum tumedhibiti mambo mengine, hata kama hajafika bado mahali tungetaka ifike. Ile unga ya kilo 2 ilikuwa 240, sasa imeteremka kidogo, iko 1 something. Ile dola ilikuwa shilingi 165 dola moja, sasa ni about 129 dola moja, imeteremka. Petroli imeteremka kiasi. Inflation imeteremka kiasi. Fertilizer ambao watu wengi wa hii area ya Mount Kenya wanatumia fertilizer ikashuka kutoka 7,000 to 2,500. Hiyo ndio kazi rais amekuwa akifanya hiyo miaka miwili. Bei yetu ya majani chai, sisi ni wakulima wa majani chai eneo hili la Kiambu na Central Kenya hii ikiwemo Embu na Meru. Majani chai average price kilo moja ilikuwa shilingi 44. Leo average price ni shilingi 64. 64. Bei ya kahawa wakati tumechukua usukani, kwa kilo moja mkulima alikuwa anapata shilingi 50. Ikienda sana 60, 60, 50, 60. Leo hii factory zetu hata hapa Kiambu, kilo moja ya kahawa inalipa shilingi 130, 140. Factory zingine zimeanza kulipa 150 hapa Central. I know factories within Central Kenya, Nyeri, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi, where the price of 1 kilogram of cherry, of coffee, is now past 147 shillings going to 150 shillings per kilo. Hiyo ni kazi ama si kazi? Ni wera kanati wera? Sini wera? Kwa hivyo hatujafikisha mahali tungetaka uchumi ufike, lakini tuko safarini. Na mtihani ule mtatupatia 2027, sio saa hii. So tunajua kuna ile tumefanya na kuna ile bado hatujafanya. And I want to commit that tutafanya ile yote ambayo tumeahidi,
na wakati wa mtihani hatutaanguka mtihani. Sisi sio watu wa kuanguka, sisi ni watu wa kupita, kwa sababu tunamtumainia Mwenyezi Mungu na tunaheshimu wananchi. Ndio hicho nimewajegwa. Ya mwisho niseme, tunajua ili uchumi wetu upanuke, barabara ni muhimu sana. Vile vile kwa sababu ya athari ya ugonjwa wa COVID-19, barabara nyingi katika taifa la Kenya zilikuwa zimekwama. Kutoka 2019, 2020 barabara nyingi zilikuwa zimeanzishwa na utawala wa Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Zilikwama kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi. Na kwa miaka miwili ambayo Rais William Ruto amekuwa mamlakani, kuna vile amekuwa amejaribu kufufua hizo miradi. Niko na habari njema. Habari njema ni kwamba sasa hivi tunavyoongea, serikali imepata rasilimali na pesa ya kutosha ya kukwamua na kukamilisha barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama hapa Kiambu, hapa Central na Kenya mzima. I repeat for the avoidance of doubt, many roads are restored because of the economic shocks associated with COVID-19. But today, the government, having stabilized the economy, has got enough resources to complete all the stalled road projects in the Republic of Kenya. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu maadui zetu walikuwa wanatutegea hapa kwa barabara. Sasa hiyo mtego Mungu ametusaidia, imeteguka. Si namna hiyo? Si Mungu ni mzuri jameni? Na ya mwisho niseme ya kwamba tukiendelea mbele, kwa sababu nimeongea mambo ya soko, mambo ya barabara, kuna mambo ya maji vile vile, mambo ya kutafutia vijana ajira, mambo ya kusaidia wabiashara wadogo wadogo. Agenda yetu ni kuhakikisha kwamba Kenya inastawi, tunasongesha mbele. Rais wetu wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta alitoka kaunti hii. Tulimsaidia sana, tukajumuika na yeye. Alikuwa na watu wengi walimsaidia, sio tu watu ya Kiambu. Kwani serikali ya Mzee Kenyatta ilikuwa tu ya watu ya Kiambu? Si alikuwa na mawaziri kutoka kila sehemu ya Kenya, wengine kutoka Pwani, hata kule Meru alikuwa na Mzee Ngaine, alikuwa na watu ya Western, watu ya Rift Valley. Hata ule Moi, rais wa pili, alikuwa mwanafunzi wake. Lakini Rais Kenyatta alitusukuma kiasi. Akakuja Rais Moi na yeye akatusaidia kiasi. Akakuja Rais Kibaki akatusukuma kiasi. Akakuja Rais Uhuru akasukuma nchi ya Kenya. Na sasa Rais William Ruto vile vile kama rais wetu wa tano atahakikisha kwamba amepeleka Kenya mbele, aisongeshe mbele, hata kubali ati miaka yake ile mmempatia iishe na amewacha Kenya mahali ilikuwa wakati amechukua. Na nimalizie kwa kusema katika hii ujenzi wa taifa, serikali itahakikisha kwamba sehemu zote za Kenya zimepata maendeleo sawa sawa. The government will make sure that every part of the country will get development and opportunities under this government, because we have only one government, the government of the Republic of Kenya. And that government will serve the 47 counties of Kenya, the 290 constituencies of Kenya, the 1,450 wards of the Republic of Kenya. Si namna hiyo? So tukiendelea hivyo tutakuwa sawa sawa. Msiwe na mambo mengi, muzitishwe sijui na akina nani. Mambo ya serikali, mambo ya uongozi ni mambo ya Mungu. Si namna hiyo? Hakuna serikali inapatikana bila Mungu kupanga. So Mungu, mtu asiwatishe sijui ako na solution, sijui yeye ndiye kusema, mwenye kusema ako mbinguni. Sisi ni watu wa kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nego kana tego. Nemo kenete. Nemo gotu nyiterera. Are you sure? Fio.
Fio. Nimwendete thirikari itu. Nimwendete thirikari itu. Are you sure? So nikirudi nisalamie rais. Nimwambie arudi tena. Alikuwa area last week, nimwambie arudi tena. Arudi. Bunionyesheni kwa mkono wale anasema rais arudi. Very good. Asante. Nashukuru. So nitamwambia amesema arudi na mimi. Hata mimi nikuje mara mingi. Mimi kwa sababu sasa ni mdogo ya rais, nikuje mara mingi zaidi ya rais. Namna hiyo ama namna gani? Tukuje na hii timu yetu hii ya kina Kawajiko na Kenya Kimani Ichung'wah, hii grupu yetu hii, Anne Wamuratha, Alice Ng'ang'a na Kururia na Kagombe, hii grupu yetu wa Mashukuru, Jane Kagiri, hii timu yetu hii bas. Na Mashua kwanza, huyu Mashua hata Sudi akuja area. Sudi yako popular hapa. So na huyu gavana ako hapa, ni gavana ya rais, anaitwa Koti Moja, gavana wa rais huko nyumbani, hata yeye akuje. Na nani mwingine? Ate nani? Hata Sabina Wachege, Wanjiru Wachege, na huyo Aaron Cheruyot. Sasa na wa Mashukuru. Asante. So wacha niachie hapo. Wakati Kawajiko alituita, alikuwa ameita kila mtu mpaka rais. Lakini sasa unajua, sasa lazima tujipange, ikasemekana mimi nikuje tu niwakilishe rais kwa sababu alikuwa hapa last week, lakini atarudi tena. Si namna hiyo? So mimi nataka nisome ile salamu nimekuja naye, na iko pale na Kawajiko, alafu ataleta polepole. Sio lazima alete hapa, alete polepole. Ile salamu nimekuja nayo iko namna hivi. Tuzime hiyo kamera sasa. Saa imekwisha.